Ndio meno kwa jirani eh? Ndio ndio meno kwa jirani. Soma hadi imeandikwa Hajra Fresh. Lakini hujamwambia kama mimi ndio nimekutuma. Ndio ajui. Hapo sawa. Sasa kaka, mimi kwangu ni pale geti la pili, na ndani mlango wa pili ndio mimi ambapo naishi. Usiku mimi nitaacha geti wazi, na ukifika utajifanya kama ulisikia mume wangu ametoa hela benki. Kwa hiyo utasema umefuata hizo pesa, na kwa kuwa mume wangu hana hizo pesa atakataa. Akikataa unamchukua yule mtoto unamwekea bastola kichwani, alafu unamwambia toa hizo hela. Usipotoa namuua huyo mtoto. Kwa kuwa hela hana atasema sina, wewe utampiga yule mtoto bastola. Hapo utakuwa shamaliza kazi yetu. Kwa hiyo utakimbia, kutakuwa hamna kesi. Sasa unachanga nini? Hamna. Huyu ni jini au malaika? Mbona afanya yanasajabisha? Huyu ni nani? Au labda ndo nabii? Mola kamshusha tusaidie. Huyu vipi? Mbona ingii? Sasa amesema ashafika. Sasa mbona muda unaenda tu? Au amekosea mlango ameingia kwa jirani? Kwa mchuchu. Vipi? Mbona zunguka usiku huu? Na unaonekana kama uko sawa. Una shida gani? Nimesikia kama mtu amesukuma geti kwa nguvu alafu ameingia ndani. Mtu amesukuma geti ameingia ndani? Ndio. Nisubiri hapa. Vipi? Umemwona? Chuchu. Unajua mimi sipendi mambo ya kijinga. Mimi nimechoka kazini, nahitaji kupumzika. Afu ananiamsha usiku na niambia vitu vya kipumbavu. Natoka nje nakuta hakuna mtu yoyote na geti limefungwa. Geti limefungwa? Lakini kweli nilisikia kama vile mtu kasukuma geti kwa nguvu alafu ameingia ndani. Sasa kama ingekuwa kuna mtu ameingia, si ningemuona nje? Basi takuwa labda wewe jirani ameingiza ndani mwanaume kwa siri.
Sasa imekuwaje? Mimi si nilifungua geti? Au Kasongo ameenda kufunga? Huyu ni jini au malaika? Mbona afanyaye yanastajabisha? Je, huyu ni nani? Au labda ndo nabii? Mola kamshusha tusaidie, au ndo karudi Masihi kuokoa waja kasangamie. Anaweza jafanya miujiza, au anatumia na nguvu za giza? Anafanya mengi yanatutatiza, ni maswali mengi tunajiuliza. Je, huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni nani? Baba, huyu ni miongoni mwa watu waliosababisha anguko langu. Yaani unaongea na sisi huku umesimama? Piga magoti. Kwa hiyo mlizani labda nikikimbia ndio nitakimbia moja kwa moja sitarudi eh? Sasa kama mlizani nimekimbia moja kwa moja, mlikuwa mnajidanganya. Msompenda Kaja. Yaani mwanangu amehangaika kuitengeneza nafasi yake muda mrefu, halafu nyinyi mnakuja kuichukua kiurahisi tu. Hivi mnajua ukoo wetu ulipata heshima kiasi gani kupitia nafasi ya Odo? Halafu nyinyi mnakuja kuharibu kijinga tu. Na msichokijua, hamjamwangusha Odo tu, ila mmeuangusha ukoo wetu mzima. Na kwa maana hiyo, hamjatangaza vita na Odo tu, mmetangaza vita na ukoo mzima. Na ndio maana niko hapa kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa kile mlichokifanya. Kwanza wewe mamako Chizi uko wapi? Nipo hapa. Joa, ina maana umepona? Hapana, sijapona. Sinaona hata akili zangu haziko sawa. Hata kama umepona, hiyo ibadilishi chochote. Tena afadhali kwa kuwa umepona ukiwa na akili zako timamu. Ili tukichukua nguvu zako, ikuume kama mimi nilivyoniuma, nilivyopoteza nafasi yangu. Odo, hatujaja hapa kuchamba umbea. Tufanye kilichotuleta. Piga magoti. Naongea na wewe, piga magoti. Fimbo ya mamlaka? Odo, tuondoke. Hapana baba. Hiyo haiwezi kuwa ya kweli. Kwa sababu Joa hajatimiza vigezo vya kukabidhiwa hiyo fimbo. Kwa hiyo itakuwa ya bocheni tu, kama ile nilopewa mimi. Odo, tuondoke. Baba, sanduku la nguvu. Tuondoke. Yaani kusema kule maisha ya kijijini ashanishinda yani. Ndio nini sasa hivi? Nyie vipi? Mbona kama hivyo? Alafu uliondoka na sanduku la nguvu. Na mbona umekuja mikono mitupu? Bila shaka nyinyi umepigwa na kitu kizito. Na uzuri sura za watu zinakaribia kulia. Mimi nasijua. Huko. Mshindi nini? Hivi unaona haya mazuri eh? Yaani wazazi wako wametoka. Baada ya kuuliza nini kimejiri huko. Yaani unaongea maneno yako ya kishenzi. Tena chunga huo mdomo wako. Nitakumalizia hasira zangu sasa hivi.
Baba, tumepoteza na sanduku la nguvu, na kibaya zaidi wamekabidhiwa fimbo ya mamlaka. Kwa hiyo kila kitu kiko upande wao sasa. Lakini si uliniambia ule ni mara yake ya kwanza kuongoza? Inakuwaje nakabidhiwa fimbo ya mamlaka? Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa baba. Imekuwaje amekabidhiwa fimbo ya mamlaka na hali ya kuwa hajatimiza vigezo? Na ndio maana hata alivyoitoa mimi sikuamini, nilijua ni bosheni tu, kwa sababu hana vigezo. Sasa nashindwa kuelewa, imekuwaje amekabidhiwa fimbo ya mamlaka hali ya kuwa hajatimiza vigezo? Kama ni hivyo, itakuwa vigumu sana kupambana nao, kwa sababu watakuwa wametuzidi vitu vingi mno. Ukiachana na sanduku la nguvu, wana fimbo ya mamlaka. Sasa tutawezaje kulipa kisasi chetu? Mimi mwenyewe sielewi baba, ila ninachojua tunatakiwa tulipe kisasi, iwe kwa njia yoyote ile, maana siwezi kumwachia Joa kitu ambacho nimepambania muda mrefu. Eti leo anakuja kumiliki kirahisi tu? Hiyo fimbo nimeipambania kwa miaka yote na sijai hata kuishika. Alafu eti leo mtu ambaye hajatimiza hata vigezo anapewa? Hapana, siwezi kukubali baba. Na hii sio kwa ajili ya kulipiza tu kisasi baba, ila ni kwa ajili ya kurudisha vilivyopotea mikononi mwangu. Maana tukifanikiwa kumwangusha Joa, tutapata fimbo ya mamlaka na sanduku la nguvu, na hapo shabaha pekee itakayobaki ni kuchukua kiti cha mkuu. Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto kitandani, achana nayo. Kama unahisi haiwezekani kuendana nayo, unaweza kuota umejenga angani. Kuhifadhi ndoto ya kazi gani? Tuliza moyo wako, kubali mapungufu yako, chunga tamaa. Kaka, imekuwaje? Umeniambia niache mlango wazi, geti wazi, kama ulivyonielekeza nimefanya. Mbona hujaje? Binti, sijawahi kwenda kinyume na ahadi zangu, na chochote nitakachomwahidi mtu lazima nikitekeleze, tena kwa wakati. Hata jana usiku nilikuja kama tulivyokubaliana. Ulikuja? Sasa mbona hujaingia ndani? Au ulikosea mlango ukaingia kwa jirani yetu? Hapana, wala sikukosea mlango, ila kuna tukio la ajabu jana lilinitokea usiku, na ndio likanifanya nishindwe kukamilisha kazi yangu. Tukio la ajabu? Tukio gani? Jana usiku nilikuja mpaka getini, na kabla sijafanya chochote geti likafunguka lenyewe. Na nilipofunguka geti, ikabidi nichomoe bastola nijue nani aliyefungua geti. Niliponyata kuingia ndani, sijaona mtu yoyote. Lakini nikiwa ndani bado nashangaa, geti likajifunga lenyewe tena. Sijakaa vizuri, likafunguka. Mara likafunga tena. Lilipofunguka tena, nilikimbia kweli kweli. Mimi nimefanya kazi hii kwa muda mrefu sana, na nimekutana na mauzauza kama haya mengi tu, lakini sijawahi kukutana kitu cha ajabu kama nilichokutana nacho kwenu jana usiku. Na kawaida mimi huwa ni mbishi na nina kawaida ya ujasiri, lakini ujasiri jana ilifika wakati ukaniisha kabisa. Nikawa na hofu ya kuogopa. Na mwisho wa siku ikajikuta tu nimekimbia. Sasa ina maana nini kilikuwa kinafungua geti? Au labda kutakuwa kuna mazindiko kwenye ile nyumba amefanya? Na ndiyo kitu hata mimi nimehisi. Kwenye ile nyumba kutakuwa na kuna mazindiko wameyafanya, kwamba mtu akija kwa nia mbaya asiweze kufanikisha lengo lake. Aha. Kwa maana hiyo mpango wetu inabidi tufanyie njia pale, si ndio? Ndiyo. Na hiyo ndio itakayokuwa njia rahisi kwetu. Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto kitandani, achana nayo. Kama unahisi haiwezekani
kuendana nayo. Unaweza kuota Wewe njoo. Shikamoo. Malaba, mtoto mzuri. Haya, nigee vitu vyangu mimi niondoke. Wewe vipi? Vitu vyako akati vitu vyangu vya kula mchana. Unasemaje wewe dogo? Kumbe mtoto hajamjua vizuri. Sasa nisikilize kama hajamjua vizuri. Mimi naitwa Mbalamadi, mtumbadi, mzoe itikadi, napiga makonzi bila idadi. Sasa nakuomba kistaarabu tu. Kabla sijakupiga makonzi mpaka mneja damu ipitishe maji. Naomba vitu vyangu. Nikupe na mimi nakula nini mchana? Alafu vinaonekana ni vitamu sana hivi. Umenunua wapi? Mbalamadi. Mrudishie mtoto watu vitu vyake. Lakini Kasongo, mimi nilikuwa namdai huyu. Yaani hapa sasa nilikuwa najilipa. Imani nilipe deni langu. Muongo hata anidai. Ndio kwanza nimekutana naye leo. Dogo, muogope Mungu wewe mtoto. Mimi nilikuwa sikudai. Mbona kujichumia vizambi vya bure mdogo wangu? Yaani kisa vimandazi na juisi hivi. Mbona kunisingiza mikesi ya ajabu hivi? Hivi unajua kama siku ya kiyama kuna moto? Utachomwa wewe. Ndio nikwambia siku ya mwisho kuna moto. Maana umenyang'anya vitu vyangu kibabe, afu na sasa hivi unaongopa. Mbalamadi, nimesema mpe mtoto watu vitu vyake. Sawa bwana dogo. Wacha mimi nikose ili upate. Ila tambua Mungu anakuona. Na kama jasho la mtu linaliwa, sawa, wewe nenda ukale. Kama kavurugu akili zake, hasa mimi nene kwa hata kula jasho la mwenzake. Asante kaka. Sawa, nenda. Mkubwa mzima tamaa. Mbalamadi, hivi ni lini utabadilika na utaacha hizo tabia zako za kijinga jinga? Sasa yule dogo, si kama mdogo wako. Tena ulivyokuwa una huruma, umemnyang'anya vitu vyake mtoto wa watu. Yaani wewe siku zote umekuwa mbinafsi tu. Kweli jasiri aachi asili. Ujanja wingi mbele giza, kujifanya yaikumbe visa. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Njia ya mwenzi ukiweka miba. Ananipala ndani ya moyo. Cheko 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 chakala. Hamtaki kuumiza roho. Hamtaki nikupera. Niwana joto unanipepea. Unajua kuimba. Ni nani? Mbona milangoni tena vipi? Huyu ni mke wangu. Ila hapo alipo dishi limeyumba. Aishike ITV wala DSTV. Yaani hapo chenga tu. Sema sio vizuri. Hata kama mke wako ana matatizo, haipaswi kumfanyia hivi. Alafu isitoshe, huyu ni mwanamke mwenzangu. Leo yeye, kesho mimi. Mimi kiukweli ningejua kama mambo yenyewe ndio haya, hata nisingekuja. Wewe unamwona mtu anapotuangalia hivi anaonekana anatuelewa, afu unasema mtu chizi. Yaani huo wasiwasi wako tu mama mtu. Ili zombi, tena zombi kweli. Wewe umemwona amekaa hivyo tu katulia. Lakini akianza kuongea
Maneno ya mbele anaweka nyuma, ya nyuma anaweka kati. Shagala bagala. Yaani hapa mwenyewe na wiki nzima sijarudi hapa nyumbani. Yaani nimerudi tu kwa ajili yako wewe mama mtu. Na nikirudi aniulizi chochote. Yaani hapa hamna kitu. Yaani kama wewe uniamini, subiri nimchokoze. Wachupuchu? Wachupuchu? Pa. Ende katumpa. Inda. Katumpa. Tende katumpa. Pa. Tende katumpa. 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 Mbona kama anakaza? Subiri nimpe nyingine. Konzi. Nakupa konzi. We. Koma. Kwa hiyo, kipindi nilikuwa naumwa, ndio ujinga kwa unaofanya huu, si ndio? Yaani, unaleta upumbavu wenzako ndani ya nyumba yangu. Endapo wewe nimekukaribisha tu humu ndani na uchangii kitu chochote. Hivi, kama ulikuwa na haja zako, kwa nini hujaenda guest? Yaani hauna hata aibu. Unaleta wanawake ndani ya nyumba ya mkeo. Hata si nimekuokota wapi wewe jamani? Sasa sikia nikwambie. Naomba mchukue mpumbavu mwenzako na muondoke. Sitaki nikuone hapa tena. Mke wangu. Unanifukuza nitaenda wapi mimi Nyaningwengwe? Na nilivyokuwa na sura baya hivi, nani atanipokea? Nitakuwa mgeni wa nani mimi Nyaningwengwe? Nani atavumilia na sura langu baya kama ulivyoweza kunivumilia wewe mke wangu? Kama unaitambua hiyo, ungenivumilia na mimi kipindi na matatizo. Lakini wewe, kipindi mimi na matatizo, ukashindwa kunivumilia na ukawa unafanya mambo yako. Alafu sasa hivi unataka nikuvumilie wewe? Hapana, siwezi. Naomba uondoke. Naomba unisamee mke wangu. Sitarudia tena. Na siku nyingine nikifanya mambo haya, tafanyia huko guest. Hivi kumbe ni mshenze? Nakuomba uondoke. Usitaki nichukue maamuzi ambayo watu watanishangaa. Hivi wewe ni mzima kweli? Mwanaume mzima anampigia magoti mwanamke kama hivyo? Mimi sio kama namlilia yeye. Mimi shida sehemu ya kukaa. Nitakaa wapi? Mimi sili kwa kuachwa. Nalia kwa kukosa kwa pakuishi. Au tutaenda kuishi kwako mama mtu. Koma. Ukaishi na nani? Tena sitaki mazoea nawe kuanzia leo. Na namba zangu naomba uzifute. Yaani mimi nilijua mtu wa maana kumbe chizi. Huku kuokota napo utakuja kuokota vitu vya ajabu. Nishaukosa mzigo. Basi mke wangu naomba unisamee. Nimekosea. Wewe, nishakwambia ondoka. Kumbe unielewe, sasa ngoja. Wewe, mbona unaniita mchana hivi? Kijunga. Ni Kasongo Kijunga. Kasongo. Ni Kasongo? Amekufanya nini wewe? Amenitia aibu sana leo shuleni. Tena mbele ya mtoto mdogo. Tena amenyang'anya juisi yangu na sambusa na amempa katoto kadogo. Na nilipotaka kupigana naye, nikatoa kibuyu changu, lakini kanipiga na kuniangusha chini. Kijunga. Hivi unyonge mpaka lini? Ina maana sisi tutaishi kwa kumogopa Kasongo siku zote? Hapana. Hapana Kijunga. Hii haiwezekani. Siwezi nikamwangalia mtu mmoja anaharibu mipango yangu siku zote yani. Kwa sababu mwanzo mimi nilikuwa naishi vizuri kwa babangu Abduli. Tangu alipokuja yeye, vitu vyote vimeharibika. Na yeye ndo kabaki pale nyumbani, anaishi maisha ambayo nilikuwa naishi mimi. Lakini bado akaona haitoshi. Hadi mtaani anaingilia mambo yangu. Hapana Kijunga. Mimi nakwambia wallahi tena hii imetosha. Imefika stage mimi sio nikamvumilia tena. Na kitu pekee ninachokihitaji mimi kumuona Kasongo anaanguka na kuumia kama ninavyoumia mimi. Lakini kinyume na hapo,
siwezi kuwa na amani wala furaha kwenye maisha yangu. Sasa Mbalamadi, wewe unafikiri tutamfanya nini? Kama bibi yangu tu na nguvu zake zile zote amepigwa na kuanguka chini. Aya, sisi tutamfanya nini yule mtoto? Maana sisi uwezo wetu ni mdogo sana. Hata mama yangu hataki kumsikia yule mtoto. Sasa unafikiri mimi nitamfanya nini yule mtoto? Kijunga, nakumbuka alisha kuniambia tukifanikiwa kupata udhaifu wa Kasongo tunaweza kumwangusha. Na hicho ndio kitu pekee ninachotaka kufanya kwa sasa hivi. Nakuahidi nitautafuta udhaifu wa Kasongo mpaka nihakikishe ninaupata. Lakini sio rahisi kama unavyofikiria Mbalamadi. Ndio, ninajua sio rahisi. Ila hata hivyo nina mpango. Una mpango? Mpango gani huo? Ninataka kurudi tena kuishi kwa baba yangu Abduli. Kwa sababu najua nikiweza kuishi karibu na Kasongo, nitafanikiwa kujua udhaifu wake. Huo mpango ni mzuri. Ubaya, jua ubaya. Ubaya, jua ubaya ni akiba. Ubaya, jua ubaya. Ubaya, jua ubaya ni akiba. Hebu kwanza samahani. Haya mandazi matano umemwekea nani? Haya matano mimi tu peke yangu nakula sishibi. Sasa mimi mwenye kiumbe tumboni nakuaje? Yaani kabisa mmenekea mandazi matano, hamna hata huruma. Hivi wifi unanipenda kweli wewe? Yaani unajua kabisa tumboni na malaika, mnanekea mandazi matano. Hata tu ningekuwa sina malaika mandazi matano tu mimi sishibi. Mnaneka mandazi matano. Sikuona huko jamani, roho mbaya hizo. Yaani na sio mimi tu ya mandazi matano, hata huyo mtoto wenyewe tumboni tu ya mandazi matano yenyewe hayaelewi. Yaani kama hajala kitu. Hebu acheni masiala basi. Au mmenichoka niende kwetu niseme mmenichoka mnitaki kwenu? Maana mimi kwetu sijaua, ni kitendo tu cha kutoka hapa kwenda nyumbani kusema mmenifukuza mnitaki kwenu. Alafu muione show yao. Yaani nyoa kunipa mimi mandazi matano? Yaani kabisa matano, 1, 2, 3, 4, 5 mimi. Kati tu mimi tupo wawili tumboni. Hebu msinichanganye mimi. We. Ishia huko kwa bwana wako. Unanishika mkono. Unanitishia mimi kunichoma kisu. Unajitafutia kesi. Niende kwetu kasema nataka mnichome bisu la tumbo nye familia yenu nzima. Oho, haya endelea kunishika. Yusuf, achana naye. Hata usimzalimishi. Kama hajapenda wewe sema tu. Sema. Natoka hapa mimi naenda nyumbani, naenda kusema mmenifukuza familia nzima. We ishia huko kwa bwana wako. Huko usije huko. Utaacha ndara. Wewe kama maandazi yako matano hayakutoshi, umechukua ya bwana wako hayakutoshi. Umeongeza tena kwa yu hayakutoshi. Kwa bwana wako yamebaki. Malizia hayo. Huku usije kama njaa mimi mwenyewe ninayo. Kila mtu adili na tumbo lake. Semendo, simwona ndugu yako ananitishia mimi maisha nataka kuniua mimi. Ngoja niende kwetu mkaseme mmenifukuza, nyumba nzima mnataka kuniua. Uwe chula. Huo chizi wenu peleka kwenye familia yenu. Sio kwa sababu kwenu machizi ukaja kutuletea sisi hapa. Huo utaratibu sisi hatuna. Hapa sisi kwetu tuna utaratibu wetu. Kama unaona haujashiba, nilishakwambia, chukua maandazi yaliyokuwa kwenye sahani ya bwana wako, ongezea kwako. Au la, muombe hela bwana wako akugeuka kaongezee maandazi.
Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Sawa. Hata hivyo ngoja niende kwetu. Maana hata hivyo mimi kwetu sijaua. Hivi kwani Zuhura ukoje wewe? Wewe unapenda sana matatizo wewe. Umesema mandazi matano hakutoshi. Umechukua ya kwangu mawili, umeweka kwako. Umechukua ya Yusuf mawili, umeweka kwako. Umepata mandazi 9. Lakini bado tu utosheki. Ina maana unataka kuniambia ujauzito wako ndio unakufanyia hivyo? Au unatufanyia sisi makusudi? Una njaa? Si una njaa wewe? Basi chukua na mandazi basi. Unasusa. Susa, kususa zako tunakula babu. Tunakula. Tena haya. Na wewe mtu mfupi vipi? Nichukue au utaki? Nichukue. Ukimya tu unamaanisha tayari ushakubali. Hapa sasa at least kidogo mtoto atatulia. Japo najua sitoshiba, ila kidogo njaa itapungua. Mbona mmekaa kimya? Hamjapenda? Ila ukimya wenu inamaanisha mmependa. Napenda pia. Unajiona mjanja, kumbe ni mjinga. Watu wanakudharau, unajiona umeshinda. Wewe jifanye chizi, asiyefunzwa na mamaye, ufunzwa na walimwengu. Siku inakuja jiandae, utavamia marage, ukizani dengu. Nimemisi kweli hadi nataka kulia, nikikumbuka asubuhi salamu zake akinisalimia. Jirani nakupenda, jirani wewe usijenda. Alo, mbona unanipigia simu usiku? Mke wako yuko wapi? Amelala. Amelala? Na wewe uko wapi? Mimi nipo sebuleni. Yeye amelala chumbani. Lakini hata hivyo sio sawa. Kwa sababu kama unakumbuka tulisema Mungu pekee ndo atuongoze. Asa hichi cha kunipigia simu usiku aliyakuwa mke wako amelala. Unakosea. Ndio, ninaelewa. Lakini nashindwa kujizuia kabisa. Maana najikuta ninakumisi tu na natamani kusikia sauti yako. Na ndio maana inabidi nijiibe nikupigie wala unisikie sauti yako. Kwa naomba unisamehe bure. Aya, umesikia sasa. Natumai umeridhika. Hata bado sijaridhika. Kwa sababu baada ya kusikia sauti yako nimejikuta napata shauku ya kukuona na natamani kuona hata dakika 2. Hapana. Kwa sababu kama ulisema unataka kusikia sauti na umesikia sauti, sasa hivi unatamani kuniona. Je, ukiniona si unaweza kutamani vitu vingine tofauti? Siwezi. Tuongee tu kwenye simu. Hata hivyo sio mbaya. Kwa kuwa nimesikia sauti yako, nafsi yangu imeridhika kabisa. Na sijui kwa nini sijawahi kumpenda mwanamke kama hivyo kwenye maisha yangu. Wewe ndo mwanamke wa kwanza nakupenda kiasi. Hebu acha uongo bwana. Kweli? Sasa kwa nini nikudanganya? Hata hivyo nadhani tutaongea vizuri kesho. Halo. Halo. Ulikuwa unaongea na nani? Nilikuwa naongea na bosi Madima. Bosi Madima? Usiku huu? Ndio. Kuna mafaili alikuwa hajaelewa. Kwa hiyo alinipigia nimueleweshe. Sawa. Twende tukalale.
Saa 9? Huyu mtu atakuwa ameenda wapi usiku huu? Au ameenda chooni?